pia asiweze kuingia katika msongo wa mawazo. Ya kwanza tunasema ni aweze kuepukana na msongo wa mawazo kwa vitu ambavyo vinaweza kuepukana. Nikimaanisha kwamba mfano mtu labda ni mfanyakazi anawahi kazini. Sasa katika kazi yake unakuta labda ni mchelewaji au anachelewa sana, yani nikimaanisha kwamba unakuta labda ni foleni inamfanya anachelewa kazini. Sasa kama foleni inamfanya anachelewa kazini, unakuta anakutana na bosi au na wafanyakazi wengine wanagombana. Na kigombana anaingia katika msongo wa mawazo. Anaanza kufikiria sasa, hapa nitafanyaje, kazi yangu inaweza kibalo kinaweza kaota nyasi na kadhalika. Kwa hiyo mbinu hii ni kwamba kama unaona ili uweze kufika kazini mapema, ili uweze kufika kazini mapema, ina maana kwamba ratiba zako kama mfanyakazi inabidi uweze kuwahi ili kuweza kuepukana na foleni. Nimetolewa mfano. Ina maana kwamba kabisa hapo unajua kabisa niweze kuepukana na foleni ili niweze kufika kazini kwa wakati. Kwa mbinu namba moja kwa kila kitu katika maisha ya huyu mwanadamu au katika maisha yetu tuweze kuepukana na vitu ambavyo vinaweza kuepukana na tunaweza tukaepukana navyo. Kwa sababu tunakuwa tunavijua hivyo vitu, tukishindwa kuweza kuepukana navyo ndivyo ambavyo vinatufanya kila siku tunaweza tukaingia katika msongo wa mawazo. Kwa hiyo ni njia moja hapo ambayo tunaweza tukaitumia tuweze kuepukana na msongo wa mawazo. Kitu kingine tunasema tuweze kujifunza kusema hapana. Katika saikolojia tunafundishwa uthubutu, assertiveness. Ni kwamba kama ni unafanya kazi, labda ni mfanyakazi au kama labda ni mwanafunzi au kama labda ni upo katika mahusiano, kuna kitu ambacho unakiona kijakaa sawa au kiendi sawa, tuseme labda kama ni boss anakutaka kimapenzi, mwambie tu kabisa kwamba haiwezekani. Sasa ukimwambia hivyo kwamba haiwezekani, ina maana umeweza kupata uthubutu au umeweza kupata uwezo, sio hivyo, kwa kuweza kumwambia kwamba mimi hichi kitu sikitaki kwa sababu natii matakwa ya kazi. Sasa tunapokuwa tunashindwa kusema hapana kwa vitu ambavyo vinaweza vikatufanya tuingie katika hatari, na unapoingia kwenye hatari kule unaanza kuwaza sasa bosi ameshanitaka kimapenzi, na unakuta labda bosi hataki labda urudi mapema nyumbani. Sasa unaweza kupata na nini na mawazo. Kwa hiyo mbinu nyingine ni kwamba tuweze kuwa watu wa kusema hapana. Sio kila kitu tunakuwa tunaweza kukubaliana nacho. Kuna vitu vingine inabidi tuwe wathubutu, tuweze kuthubutu kuweza kusema hapana. Kitu kingine tunasema kwamba inabidi uweze kuwa muwazi. Uweze kuwa muwazi ili uweze kuepukana na msongo wa mawazo. Kivipi? Naweza nikatoa mfano, labda kama upo kwenye mahusiano, unaona mwenza wako haendi vile ambavyo unategemea. Unaona kabisa kuna changamoto, labda kama baba ni baba anarudi analewa, atoi pesa za huduma pale nyumbani. Kwa uweze kuwa muwazi kumweleza kwamba hichi kitu ambacho nakifanya mimi sikipendi. Kama sikipendi, sasa tuangalie namna gani tuweza kufanya vizuri, kuliko unakaa nacho unaendelea kumuona yule mtu anafanya kile kitu, unakuta tu unapatwa na msongo wa mawazo. Kwa sababu gani? Umeshindwa kumwambia, na kama umeshindwa kumwambia na maana tu kila siku unazidi kuwaza, sasa hii familia yangu itaendaje au mahusiano yangu yanaweza yakaenda vipi? Kwa mbinu nyingine ambayo inabidi tuweze kujifunza ni kwamba tuweze kuwa wazi. Na kitu kingine pia tuweze kuendana na mazingira yanaendaje. Tunasema sisi katika saikolojia inabidi uweze kunyumbulika, uweze kubadilika, kuendane na mazingira, kwa sababu unakutana na watu mbalimbali. Kwa hiyo ninaposema kuendana na mazingira, kwa sababu tunakutana na watu mbalimbali au tunaishi katika mazingira mbalimbali. Wenda labda umeenda mkoa fulani au labda umekutana na watu fulani unafanya nao kazi, unasema kwamba mimi hao watu siwezi nikafanya nao kazi. Sasa utakaposema vile, ina maana kwamba wewe katika kufanya kwako kazi pale, ina maana hautakuwa na ushirikiano mzuri. Na kama una ushirikiano mzuri utapelekea katika tatizo la msongo wa mawazo. Ila sasa ukiweza kubadilika kulingana na mazingira yanavyoenda, ukaendana na watu wanavyotaka, ina maana pale utaishi vizuri na watu na unaweza kuepukana na msongo wa mawazo. Na kitu kingine pia Watanzania inabidi tujifunze kupata suluhisho la matatizo. Ukipata suluhisho la matatizo unaepukana na msongo wa mawazo. Yaani tatizo limeshajulikana, labda kwamba mme wangu au mke wangu ni mnywaji wa pombe. Sasa suluhisho yake inabidi niliweje? Inabidi hapo aweze kuachana na pombe, sio hivyo?
au tuweze kuonana na kiongozi wa dini na vitu vingine, kuliko pale ambapo tunazidi kugombana au nazidi kuliacha ile tatizo linafanyaje, linaendelea kuwa kubwa. Kwa hiyo ili kuweza pia kuepukana na msongo wa mawazo, inabidi tuweze kujifunza kuweza kupata suluhu ya matatizo mbalimbali ambayo haya matatizo tukiatibu awali yanaweza katufanya tusiweze kuingia katika msongo wa mawazo. Na kitu kingine katika mbinu moja hapo nyingine ya kuweza kukabiliana na msongo wa mawazo, pia tunasema kuna wagonjwa fulani ya kisaikolojia ambapo tunaita mtu anakuwa anashindwa kujiamini, yani kujiamini mwili wake yeye mwenyewe kama alivyo. Ikimaanisha kwamba anaweza akafanya makeup, anaweza sio akabadilisha nini, akafanya sio surgery, kufanya nini, yani ajikubali. Sasa usipoweza kujikubali, na maana pale automatically tu katika akili yako unapatwa na nini, na msongo wa mawazo. Kwa njia moja hapo ambayo inakuwa ni nzuri kuweza kuepukana na msongo wa mawazo ni kwamba uwe unajiambia maneno mazuri, tunaita positive self talk saikolojia, kwamba kila siku unapokuwa unaamka asubuhi uweza kujiambia maneno mazuri kwamba mimi ni mshindi, mimi ni mzuri, mimi ninaweza, mimi ni tajiri na kadhalika. Sasa haya maneno ambayo unakuwa unajiambia hivi katika akili yako inajengeka katika akili, ina maana hutaweza kujifananisha na watu wengine. Kwa hiyo pia ni namna moja hapo nyingine ambayo inaweza kumfanya mtu aweze kuepukana na msongo wa mawazo. Na kitu kingine, tukubaliane na uhalisia na tuweze kusamehe watu, kwa sababu unaweza kukuta umekutana na kesi fulani, labda mtu amekukwaza. Sasa kama mtu amekukwaza, unakuta unabaki na kinyongo. Kile kinyongo ina maana unashindwa kumwambia. Unaposhindwa kumwambia, tatizo linazidi kuwa kubwa na unaingia katika msongo wa mawazo. Kwa hiyo ili kuweza kuachilia, inabidi uweze kumsamehe mtu. Unapomsamehe mtu, unakuwa free, unakuwa huru katika mawazo yako, unakuwa huru katika akili yako, na baadaye unakuta unaepukana na hizi changamoto za afya ya akili. Kwa hiyo hizo ni mbinu chache ambazo unaweza kuzitumia Mtanzania, ndugu msikilizaji, ziweze kukusaidia kuweza kuepukana na msongo wa mawazo. Sasa kwa mfano